Sio geni, tushawahi kuzungumza, lakini mama hukunipa majibu sahihi. Unajua mama, mume wangu simuelewi. Yaani kuna vitu anafanya ambavyo mimi kiukweli vinanishangaza. Yaani imefikia hatua anacheza taarabu, na ukiachana tu na hili la taarabu. Hey, unaanza tayari, umeshamkumbuka mvuta bange wako. Hivi mwanangu, unakosa nini kwa yule baba mpaka unataka kuanza kumkosoa baba wa watu? Unachokikosa pale ndani kwake kitu gani? Kila kitu anakutimizia mwanangu, pesa anakugea, mahitaji yote unayoyataka anakupatia. Unachokitafuta nini mpaka unaanza kumkosoa eh? Unataka kuja kurudi mtaani sasa eh? Mama, mimi sijamaanisha hivyo, ila nisikilize nikwambie, kama umekuja kwa ajili ya hilo na kuomba uondoke, beba begi lako nikusindikize. Maana naona sasa unaanza kunitibua vinyoleo, yaani unataka kuniharibia mudi kabisa siku yangu ya leo. Sasa hilo swala la yeye kucheza taarabu wewe linakuuma nini? Acheze mpaka singeli, sio taarabu tu eh? Anacheza taarabu anakufurahisha wewe mkewe, kwani anacheza nje? Si anacheza ndani eh? Afadhali ungekuwa na mtoto useme labda utacheza na mtoto. Mtoto una, kwa lazima ajichekeshe ajifurahishe ili wewe ufurahi. Unataka nini mwanangu eh? Unachokitafuta wewe nini? Ushamisi mvuta bange wako, tena unataka urudi Uswahilini eh? Sasa nakuomba beba begi lako nikusindikize kwa mumeo, akirudi akukute. Sasa Mungu, tumefikaje? Tondoke, beba begi nikusindikize. Ningeweza kuzirudisha siku nyuma, nikafuta hichi ninachokiona, moyo kidonda kingepona. Nisubiri hapo bafushule. Mana pesa zimeshindwa kununua furaha. Habari yako shemeji? Salama shemeji. Samahani shemeji. Bila samani. Sijui ningepata walau wasaa kidogo hivyo kuzungumza na wewe. Why not? Karibu. Asante. Shemeji, nilikuwa nakuomba ninachoenda kuzungumza na wewe usije ukamwambia rafiki yako. Usijali. Unajua shemeji, kwanza rafiki yako amenioa ni muda sasa umepita, si ndio? Ni kweli. Lakini huwezi kuamini shemeji yangu, kwanza nimeolewa mpaka leo mume wangu hujui mwili wangu. Yaani sijawahi kukutana kimwili na mume wangu kwanza nimefika hapa. Ili swala linaniumiza sana na linanifanya nawaza sana, na ukizingatia mimi ni mke, nahitaji kutimiza majukumu yangu kama mwanamke, na kingine mimi ni binadamu, nakula, nashiba, nina hisia. Yaani sijui utanisaidiaje shemeji yangu. Nafikiri wewe ndo msaada wangu wa pekee. Samahani shemeji, naomba nikuulize kitu. Kuuliza sio shemeji yangu. Hivi wewe ni kabila gani? Mimi ni Mzaramo. Ndo maana kabila linachangia. Hivi unajua shemeji, kama unanongwa sana, yaani vitu vidogo unataka kuvifanya vionekane kuwa ni vikubwa sana. Mbona hili ni jambo la kawaida sana. Kuna watu wanatoka nchini wanakwenda nchi za watu huko kutafuta, wanakaa miaka 2, 3, wengine wanafikisha mpaka miaka 10, na wakirudi wanakuta ndoa zao ziko vizuri tu. Lakini wewe ndoa yako sidhani kama hata imemaliza miezi 2. Alafu unakuja hapo unaniambia oh shemeji, siku alikwenda akakarudi si nini. My God. Unajua sisi matajiri ni watu ambao hatufocus sana katika haya mambo ambayo unafikiria.
Sisi akili zetu zinawaza pesa, zinawaza uwekezaji, lakini hatuwezi tukakaa na kuanza kufikiria vitu vikijinga kama hivyo. Hali kadhalika hata ningelikuwa ni mimi, nisingeliweza kufanya chochote kile na mwanamke ambaye sijazoeana naye. Sasa hizi mambo hizi zinatoka wapi? Angalikuwa amekufanyia vitu ambavyo ni vibaya, let's say umemuomba pesa akakwambia siwezi kukupa hii pesa, umetaka labda kufanyia shopping hiki, kuna mambo ambayo ukisema kimsingi ningeona kweli, lakini si kwa hili ambalo unaniambia hapa. Shemeji, are you serious? Usirias nani? Mume wangu, shemeji alikuwa ananiuliza kama anaweza kula mayai mabichi. Nikamwambia siwezi, naweza kutapika. Mary, let's go bro. Nani anaweza kusikia hichi kilio na maumivu ya kidonda cha moyo, maana mzigo umenizidi. Siri nimebeba na nimeichoka, natamani niseme ila wakunisikiliza hakuna. Sikuja kwa sababu ya upendo, hapa ni tamani na tamaa ya pesa, ndo maana kidonda cha moyo kimefumuka. Nilizoea mikiki na vishindo mtokako, nilipewa kila lanapotaji mtakacho, napigwa dinachoka, mwili jasho lanitoka hasa.